kwamba mtoto wetu Sifuna ndiye anaenda kuwa rais wa Kenya come next year 2027. Hiyo haitafanyika, sikizani mimi. Hiyo haitafanyika kama hatutajiandikisha kupiga kura na tujitokeze mwaka ujao mwezi wa 8 kura yote tupigie Sifuna. Basi beba manyire bubwami niko kakira nibo baraba pe kura bosi hande bana banuna bosi. Kwa hivyo tushirikiane pamoja, tusaidie wale hawajashika kura washike kura na tupatie Sifuna hiyo kura yote. Jambo la pili, tumeona watu wa broad-based wakishambulia Rais Uhuru Kenyatta. Mimi najua nchi kama Marekani ndio demokrasia kubwa sana ulimwengu mzima. Tumeona marais wa Amerika, Bill Clinton, na ya juzi kabisa Barack Obama akisimama akisema candidate wake ni Kamala Harris. Bandi no kwa mlanga kuli Kamala nga mjumbe alika Megan. Lakini ndo Kamala Harris. Uko ni America, the largest democracy in the world. Na Barack Obama, former president, anasema Kamala Harris. There is nothing wrong Uhuru Kenyatta saying fulani ndio candidate wangu. Na mimi nataka atangaze kesho yeye anaunga Sifuna mkono. Asiogope hata kidogo, kwa sababu ni haki yake ya katiba, haki yake ni demokrasia na kubali. Hiyo ndio kitu nilikuwa nataka kusema. Ne kosa ya bandu befwe kwamba na alala kufukiriraho a group pinga Sifuna tawe muri muna saa balindeko. Asante sana waheshimiwa. I am pressed for time. Tulipokuwa tunazungumza Wamalo wameingia na vile vile mama Consolata wa Kwabubi vile vile nominated senator ameingia. So mzee wa Mangoli, I can't trust you because you are my father. Say one word. I'm getting a small text from the priests that lazima waendelee na kazi yao. Hata mimi sina maneno mengi. Kwanza tu rambi yangu kwako na familia. Kupoteza mama ni kitu ngumu sana kwa maisha ya binadamu. Na mtu ambaye amefanya naye siasa ukakuwa ulivyo. Mimi nimekuja tu kutambulisha kwako. Unajua safari yangu na wewe pale tulikuwa mpaka tukakuwa sasa. Mimi tu nauliza wa Kenya. Nauliza wa Kenya, nauliza wa Luya. Mtoto Sifuna amekuja na kuna mpango ambaye ilikuwako wa Luya wakae pamoja watafute lita. Hakuna. Huyu mtoto alikuja tu 7 months ago. Who knew Sifuna? No one. This is a Messiah who has come to uplift us from this darkness. Ya hawa watu wanazungumza tu tamu. Miaka yake imekwisha. Sisi tuwe tayari tu kupikia Sifuna kura, na namsi Sifuna kitu ambayo nataka uweke maanani ukizungumza na hawa watu wa Kenya ni wale Gen Z ambao hawana kazi. Njia gani utafanya tofauti na hii wote wamekuwa Kenya? Wao wa Gen Z wapate kazi. Kwa sababu huyu ameuza factory sote, sasa hakuna kazi. Thank you. Makofi kwa mheshimiwa wa Mangoli. Asante sana. So na Mungu alinde huyo mtoto na wala ambao wanamfikia wapate kushindwa kwa jina Yesu. Yes, our senior member of parliament of Shinyalu former. Very briefly. Kanisa ambayo imetuongoza kwa ibada ya leo na waombolezi wote, hamjambo. Aneziri samala nami sauti ya Waisuha nikiwa hapa leo asubuhi. Nimekutana na Waisuha zaidi ya 1000 na wamenituma hapa kusema
pole. Pole sana Senator kwa kupoteza bibi yako. Wamesema, na hiyo ni kawaida, wewe unajua. Enzo ni sambu chichisule. Unakangurio. Unakangezo ni sambu chichisule unakaurio. If the top of the roof of the house you live in gets blown away, do you leave it like that? You repair it. So you have a responsibility, our brother, to repair. Shisuli. Even when uriru, you have the responsibility to repair Shisuli. Repair Shisuli. Holomba Shisuli no obra Holomba. Holomba Shisuli no obra Holomba. Let your wife not pass away in vain. Let her death not be in vain. We have already seen the unity that is coming about. And our focus is on Edwin Sifuna. Nyinyi ni Sifuna. Nyinyi ni Sifuna. Basi sisi hapa tumesema Vulashia, Vulashia, unajibu Vulashia, Vulashia, Vulashia. Vulashia. Vulashia, Vulashia. Vulashia. Sisi hatutakubali yule ambaye hataki kusaidia sisi kupikia Sifuna kura. Kama kuna mtu kabila hii ambaye anajipanga atasipikie Sifuna kura, yeye ajue sisi hatuko na yeye, na nyinyi mbarikiwa sana. Asanteni sana. Thank you. In the interest of time, the following leaders hamtapanda kwa jukwaa, na muomba msimame. Mheshimiwa Oscar Shamala, Youth. Oscar, thank you very much, my son. Mheshimiwa Patrick Isai, thank you. Mheshimiwa Oscar and Isai wanataka kuwa MPs huko Shinyalu na wanatembea na sisi, wanalinda mwananchi. Mkhana wanje Sylvia Sore anataka kuwa woman MP. Sore ako wapi? Asante sana, makofi kwake. Mheshimiwa msichana yangu mdogo kutoka Wangaland anataka kuwa woman MP. Ann Soti, songa hapa mbele wakuone. Bas. Nimpatie namba yake ya simu? Haya, andika vizuri namba ya simu ya huyu msichana. Hana bwana, namba yake ni 3. Munaandika 3033046. Utume hapo transport yenye atatumia kuja nyumbani kwako. Haya, sasa nataka nikaribishe wafuatao. Moto kubwa Jack Wanami Wamboka. Pesa makaratasi tumie kuzoe. Mheshimiwa Boni Khalwale, nataka kusema pole sana. Nimeambatana na Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Edwin Sifuna, na delegation yote kuja kuambia pole. Kupoteza mama ni jambo ambalo sio rahisi. Kwa niaba ya watu wa Bumula ambao nawakilisha Bungoma, tunasema pole Mheshimiwa Boni Khalwale. Mimi nimetembea safari ndefu sana na Mheshimiwa Boni Khalwale. Tangu tukiwa vijana kwa shule, tumetembea na huyu Boni Khalwale akiwa na Mheshimiwa Wamalwa kijana. Tumekaa hapa. Mheshimiwa Boni Khalwale amejitolea sana kupigania
jamii ya Waluya. Hata huyu Musalia ambaye sasa anasaliti Boni Khalwale, kama watu wote hawajaamini Musalia Mudavadi, Boni alimwamini. Na sasa tuko hapa, Boni ni kigogo wa Linda Mwananchi, ile party ambaye naenda kumtoa rais wa 6. Boni ni kigogo wetu hapa. Tunasema pole Mheshimiwa Boni Khalwale. Jana niliona wengine wanakuja hapa kukupigia pole, na kuna watu hapa dunia yetu hawana haya. Niliona Wetangula ati anakuja kukuambia Mheshimiwa Boni ati ametumwa na Ruto kusema pole hapa jana, wakati huyu Boni ameumizwa kwa sababu ya msimamo wake. Waluya sisi tumeumia huko bunge. Huyu Boni alifukuzwa na yeye ndiye alilete Ruto hapa. Niliona Wetangula hapa akisema Boni ati tuko pamoja. Pamoja namna gani? Wakati Boni wewe umemnyang'anya kiti ukaweka senator wako wa Ford Kenya. Unakuja hapa kutoa crocodile tears. Na Boni wewe uko na roho mzuri. Kama ni mimi huyo siwezi. Vile umekataa mambo ya Ruto, hata huyo mtu wachana na yeye kabisa. Kwa sababu sisi Waluya tunaosimama na Edwin Sifuna wametunyanyasa sana. Mimi nimetolewa kwa kamati zote bunge na nasema ni sawa. Huyu Osos ametolewa kwa kamati zote bunge na tumesema ni sawa. Huyu Majimbo Kalasinga nilimwambia yako sasa wanaenda kukutoa majimbo kwa sababu ya kutembea na Rais Edwin Sifuna. Watu wetu ni waombe, watu wa Kakamega. Edwin akikuwa rais huko watakutana na Ruto. Edwin anakuja na magavana wake, Ruto anakuja na magavana wake. Tunamuomba huyu gavana wetu mkubali, gavana wa Kakamega, kijana wetu ashikiliwe sawa sawa na Boni Shindishindu Khalwale. Namuomba kwa unyenyekevu. Hapo tunakubaliana? Hapo tunakubaliana? Mumuangalie ile sacrifice amefanya kwa jamii ya Mluya. Kama sio huyu Khalwale natembea Ososi, watu hawangechukua Sifuna kuwa serious. Watu wa Kakamega, jameni na muombeni. Mwisho, juzi tumeenda Homa Bay. Tulipigwa sana. Lakini wanasema in the world of good manners, when they go low, we go so high. Sisi hatuna shida na ndugu zetu wa Jaluo. Na seneta wa Homa Bay yuko hapa. Hata mkitaka mkuje mfanye rally yenu hapa kesho, hatuna shida na hiyo. Tunajua ni Kasongo anajaribu kutafuta mbinu ya kugawanyisha sisi na ndugu zetu wa Jaluo. Sisi tumepigania Raila Odinga sana. Wengine wetu tuko na maalama mingi sana kwa sababu ya Raila Odinga. Huyu Sifuna amekufa na Raila Odinga. Jameni, wakati mnakula vitu ya Ruto anadanganya watu hapa, mjue kwamba tulisimama na nyinyi. Tunamuomba tumtembee na mtoto wetu Edwin Sifuna. Wewe Kajwang' ni kijana kama Sifuna, na nikiangalia future yako iko na Sifuna. Waluya, nikimaliza mwisho, dali huyu Sifuna wenu anaenda kwa debe. Naona watu wakijipatia mavitu mingi atakuwa deputy president. Waluya tumesupport watu wengi kwa muda mrefu. Sisi tunamuomba msimame na Edwin Watenya Sifuna. Na nyinyi ni kina nani? Kesho Ruto anakuja hapa kufanya harambee. Ruto anafanya harambee kwa jamii ya Mluya peke yake. Ukienda kwa wanaweka budget ya kufanya mabarabara. Ukienda kwa huko wanaweka mafactory mpya. Hao wameangusha Mumias Sugar Company. Hao wameangusha Nzoia Sugar Company. Hao wameangusha Malakisi Ginnery. Pan Paper zimeanguka. Alafu wanakuja kutufanyia harambe. Watu wetu sisi hatutaki empowerment. Sisi tunataka budget kama watu wengine wanapiga kura Kenya. Mkiona huyo Wetangula mnamwambia riswa. Wetangula! Riswa. Wetangula! Riswa. Mudavadi! Riswa. Na nyinyi ni kina nani? Sifuna. Asanteni sana na Mungu ambariki. Allow me, Madam Rachel Onyango. My daughter wants to be woman MP. Ako wapi? Punga mkono. Thank you, Rachel.
Number 2, Cecilia Lumumba. Cecilia, asante sana Cecilia, anapunga mkono. Asanteni. Atakayefuata ni Mheshimiwa wa Budalangi Rafael Wanjala. Mheshimiwa Boni Halwale, Senator wa Kakamega County ambaye amepoteza bibi yake. Waheshimiwa senators, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCS, Mheshimiwa kiongozi wa Linda Wananchi, Mheshimiwa Sifuna, wananchi watukufu, kanisa letu la Catholic na wananchi wote, mlembe handi. Basi kwa majina, mimi ndio Rafael Bita Sauti Wanjala. Mimi ni mbunge wa Budalangi na mimi nilipita kura kwa chama cha ODM. Na nikiwa hapa nimekuja kulia bibi ya Boni Halwale. Boni Halwale tulianza na yeye siasa tukiwa wadogo sana. Wakati wa Malwa alinishika mkono na akashika Boni Halwale mkono na akatufanya baadaye sisi wote tukawa wabunge. Wakati Boni Halwale alitolewa hapa na petition, mimi Eugene wa Munyinyi tulikuja hapa tukakaa tena tukarudisha Boni wakati alipoteza mke wake pia tulikuwa hapa. So sisi tumekuwa marafiki kwa muda mrefu na Mheshimiwa Boni Halwale. Nikiendelea, ninataka kusema namna hivi. Mwaka ujao ni mwaka wa kura. Na viti zote zitakuwa vacant. Na vile viti zitakuwa vacant, mimi huyu Halwale akitaka kuwa gavana wa Kakamega siwezi kumupinga kwa sababu atakuja kusimama kwangu Budalangi. Huyu Sifuna akitaka kuwa rais siwezi kumpinga kwa sababu atakuja kusimama kwangu Budalangi. Kwa hivyo ieleweke vizuri. Warambe! Kila Mkenya ana uhuru akisimama kiti anayotaka. Na sisi kama Waluya, watu wakisimama rais, pia watu wetu pia lazima wasimame rais. Asante sana. Makofi kwa mheshimiwa. Asante mheshimiwa. Thank you. Hakuna shida, ni mtoto wetu. Hakuna shida, akipata sisi wote tumepata. Asanteni, kama mnamuunga mkono, hiyo ndio kitu ya maana. Asante. Makofi kwa mheshimiwa. Akienda amesikia. Haya, kwa haraka wananchi mtulie. Kwa haraka kabisa, kuna watoto wangu watatu ambao wanawania viti hapa. Tuko na mheshimiwa Sebastian Lidiko, anataka kuwa MP wa Ikolomani. Sebastian, bunga mkono. Thank you. Number two, kuna mtoto yangu mdogo Lorin Magoti. Lorin, hebu simama upunge mkono. Uko wapi Lorin?
Lorraine punga mkono. Lorraine anataka kuwa woman MP, MP wa Ikolomani. Mrembo huyo, mtoto ya Walter Otieno Makoti Hurleman. Alafu hapa Idaho Central kuna Mheshimiwa Patrick Mahule. Patrick Mahule anataka kuwa MCA. Asante sana Patrick. Thank you. Haya, atakayefuata kuzungumza ni Mheshimiwa Mohamed Chute. Tunamaliza. Amjambo. Kwani mko na njaa? Haya, wacha niko na homa kidogo. Mutanisamea leo. Nitaongea machache sana. Mimi kwa majina naitwa Mohamed Said Chute. Nimetoka mahali inaitwa Marsabit. Senator kutoka Marsabit. Mimi kaunti nasimamia ni kaunti kubwa zaidi katika nchi hii. Senator Khalwale ni rafiki yangu. Nimekuja kusema pole kwake na kwa familia yake. Senator Khalwale amesahau labda mimi tulienda na yeye mazishi kule Busia. Tukiwa huko tulikuwa na helikopta. Yeye alikuwa whip yetu wakati mambo haijaharibika. Akaniambia twende nikupeleke kwangu nyumbani uone watu wangu. Nikaingia ndege, nimekubali amri yake, nikaingia ndege na yeye tukafika kwake nyumbani. Akanionyesha nyumba hiyo ni ya mama hiyo, hiyo ngine ni ya mama hiyo, na hii ingine ni ya mama hiyo. Alafu akanipeleka kwa mama Gloria marehemu kwake nyumbani. Chai ametupikia, sijasahau mpaka leo. Hiyo chai wa Somali ndio wanapika chai mzuri sana, na chai ya hiyo mama ilikuwa ni chai kama imetoka Isili. Nimesema asante sana kwake. Senator Khalwale akiwa kiongozi kwetu, ile kiti yake alikuwa anakalia ikachomolewa. Ilipochomolewa, sisi wazee ambaye tunakaa nyuma tumewacha vijana kina Sifuna wakae huko mbele. Sisi ile line tuko ni wazee. Nikaambia Senator Khalwale, tafadhali sana kuja hapa. Mimi ni senator ya Marsabit, kuna senator ya Wajir anakaa hapo, kuja ukae katikati utusaidie na kazi. Nimekuja hapa leo kutoka Marsabit kuja kuambia familia ya Senator Khalwale pole sana, nilikuwa kwa boma, singeweza kukosa kufika. Nimeshukuru yeye sana sana sana. Mambo ingine nimeona, nimefurahia sana familia yake. Unajua kwetu sisi ni Waislamu. Sasa yeye naye yeye naye ako na bibi kama Waislamu, na hata watoto ametuonyesha hapa. Akasema kuna msichana anapika chakula kama mama. Hata mimi niko na vijana madaktari na engineers, usiseme Waluya peke yake, hata wetu tunaweza kuoa. Ni daktari kama wewe, kwa hivyo hawezi kushindwa kuoa. Mambo ingine nitasema, nilikuja na gari leo kutoka Kisumu, na mnisikize vizuri kabisa. Driver ambaye ananiendesha akanieleza vitu imetokea Homa Bay katika Senate. Mimi ni mwenyekiti ya mambo ya usalama, yani mambo ya uwiano. Karibisha hiyo. Haya, huyo ni Mheshimiwa Peter Salasia.
Karibu Peter. Thank you. Haya, asante sana DJ. Driver aliniambia tafadhali munisikize, tafadhali munisikize kidogo ndio tusipoteze wakati mwingi. Driver ambaye amenileta kutoka Kisumu ameniambia alikuwa Homa Bay akiendesha Governor Orengo. Ile mambo imetokea huko. Mungu alisaidia watu ndio watu wakaepuka. Kama sio Mungu alisaidia watu wengi sana wangekufa. Barabara imefungwa, watu wamebeba rungu, mapanga na silaha kila aina. Kweli nchi hii tutakubali endelee hivyo? Wale watu wa Jaluo ni mandugu zenu, masemeji zenu, wajomba zenu. Mimi ningeomba hivi, watu wakitafuta viti, mimi nimechaguliwa na chama kama ya Bwana Khalwale, Senator Khalwale, chama ya UDA. Sisi tunataka watu wakikaa wakae kwa njia salama sana, kwa sababu vita ile imetokea Homa Bay ni mambo mbaya sana. Tujaribu kuhakikisha watu wanakaa kwa usalama. Kuna viongozi wanapanda jukwaa, hata kama ni chama gani, wanatukana kabila ya wengine. Mimi nimetoka Marsabit, nikienda Marsabit ninapitia Thika, nikienda paka Sagana, Karatina, nikienda paka Nanyuki, Isiolo ndio nifike Marsabit. Kama kiongozi akitukana community ambaye sisi tunapita ndani, nataka kueleza watu ya Mount Kenya, ile matusi ilitokea sio yetu. Msifikirie Waislamu ama watu ya Northeastern wako na hiyo maneno, sisi hatuna. Sisi tunataka Kenyans, watu ya Kenya wakae kama mandugu, wakae wakiwa na imani. Ya mwisho, nyinyi mliongea mambo ya Sifuna. Sifuna tunafanya na yeye ndani ya bunge. Mimi ningeomba watu wote, Sifuna pia aende Kenya mahali yote. Akienda kutafuta Marsabit akaribishwe, Isiolo akaribishwe, kwa sababu kura ya 2022 wale watu walipigia UDA katika Northeastern ni Isiolo na Marsabit peke yake. Na sisi tunakaribisha mtu yote atakuja, karibu sana kuja omba sisi kura. Ukiomba sisi kura, utanajua kila mahali lazima upate 25% kwa kaunti 25. Makofi kwa mheshimiwa. Karibu uombe kura mahali yoyote, watu wakikubaliana na wewe watakuchagua. Na unajua nilikuambia something a year ago, more than a year ago. Hiyo maneno weka kwa roho yako. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Vile miongoni mwetu tuko na mheshimiwa Small Simba ambaye anawania kiti ya MCA Isuha South. Vile tuko na Patrick Butichi ambaye anawania kiti ya senator wa Kakamega. Ningependa sasa, kwa sababu ndio nafika kilele, ningependa kukaribisha Mheshimiwa Salasia. Salasia, kuja, umekuwa ukisema mambo mingi kwa Sifuna. Jaribu hapa Malinya kusema hiyo upusi. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nichukue nafasi kwanza kusema poleni sana kwa mheshimiwa Senator. Nataka niseme ambaye anataka kuwa gavana wetu. Nataka niseme poleni sana. Mimi ningekuja mapema, lakini nimekuwa kwa constituency, nikasema kwa heshima, kwa sababu umetufanyia kazi kwa miaka mingi sana. Na watu huko hata kwa wahanga wetu wanapenda wewe. Sasa ingekuwa makosa
na mimi ndio wanaita Wanga trustee ambaye anaongea mambo ya huko chini. Nikisema wanasikia, wanasema Peter Salasya amesema. Sasa nataka nichukue nafasi kuambia pole, wacha Mungu akupatie nguvu during this hard time. Sema la manyire tawe si langu Peter Salasya, na mimi nataka pia niungane na wengine viongozi wote mkiongozwa na kiongozi wa Linda Mwananchi ambaye yuko hapa. Kiongozi wa Linda Mwananchi, si ndio? Sasa mimi nikiwa nimesimama hapa, unajua mimi ni mtu ambaye naangalianga mbele kabisa. Na mkiona nikisema kitu, mnasikiza Peter Salasya anasema nini. Sasa nataka niwaambie hivi. Mimi nilipigwa kule Nyayo Stadium kwa sababu nilikuwa one of the people ambao walikuwa nataka mambo ya broad based pale. Na nika sababu nyingine nilipigwa pale ni kwa sababu niliambia serikali ya Kenya Kwanza inadanganya baba wetu Raila ati wanamtaka kuwe AU chairman, na mimi niliona watu wanamdanganya ili ya kwamba aende anguke kura. Sasa hiyo vitu ndio ilifanya mimi nikapigwa kule. Na huyu ndugu yangu pia nikaangalia nikasema kwa sababu hivi nimeona ODM ishaingia katikati ya serikali ya Kenya Kwanza, na hakuna venye huyu mheshimiwa Sifuna atatoa hiyo ODM katika minyororo ya Kenya Kwanza. Wako katikati. Nikamwambia atoke huko. Mheshimiwa wengine akasema Peter Salasya anadanganya. Lakini yote baadaye imekuja kutimia ya kwamba Peter Salasya alikuwa anasema ukweli. Na umefanya vizuri kuja kuongea na sisi ili ya kwamba tukupeleke venye unataka. Juzi mimi nilisema nimekupatia green light ya kwenda kutafuta mambo yako. Nilifikishwa habari na komando. Komando akasema Peter Salasya kuja ungane na hapa na pale. Sasa mimi nataka niwaulize watu hapa Kakamega swali moja. Kama kuna mtu ambaye ameteseka, mimi nilitolewa kwa komiti zote kwa sababu ya ODM. Mimi ndio nilikuwa naweka sufuria kwa kichwa yangu. Sasa nikakuja nikapeleka kwa sababu nilisimama na msimamo. Sasa mimi nisiwezi kubali tena hii serikali tena irudi mwaka mwingine ile mwaka inakuja 2027. Sasa nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa, na nataka tuungane na nyinyi. Mimi nataka niwaulize, mnataka tuongee story ya kutoa William Ruto hii ama mnataka tena tuanze kuleta mchanganyiko? Tunataka tuongee story moja, si ndio? Sasa mimi nataka Mheshimiwa Eugene Wamalwa na Mheshimiwa Sifuna, kwa sababu mimi nimetembea Kenya hii kuliko nyinyi. Sasa nataka mkae chini mjifungie kwa sufuria moja. Mjiulize mnataka kunipatia nani niwasaidie. Mimi mkiniona niko huko na watengeneza. Murejea mbole. Haya. Baluya. Unasikia hii mchezo yenye unaona kijana Salasya anasema Edwin Sifuna wakae kwa room na Eugene Wamalwa wasikizane. Kijana, sikia, kuanzia saa hii mimi ndio nilikufanya ukawa MP. Ulikuwa unapigwa kama kuku na Washiali na Malala. Sikia vizuri. There will be no meeting ya kuzungumza mambo nani atakuwa rais kati ya Eugene Wamalwa na Sifuna. Wamalwa kuja uzungumze, ukubali kwamba Eugene wewe uko nyuma ya Sifuna, wote tumuunge mkono. This is how we want to run our country. Karibu Mheshimiwa Eugene. Sasa Mheshimiwa Eugene Wamalwa bado anafikiria kama atakuja au la. But because this is not a rally, it's a funeral, we move on. Sasa ningependa kukaribisha Mheshimiwa Malala. Malala, nimeona ukiingia. Njoo. Bas familia
ya baba yangu Boni Khalwale, wakazi wa Ikolomani, viongozi wote ambao wamekuja hapa wakiongozwa na mandugu zetu wakubwa, Mheshimiwa Edwin Sifuna na Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Mimi leo nimekuja kusema pole kwa baba yetu Boni Khalwale kwa kupoteza mke. Boni, najua ni uchungu sana kupoteza yule ambaye unapenda, na ningependa kupatia himizo kwamba tinya. Na hata nilikuwa nikikuja nikasema sisi jamii ya mkoa wa Magharibi tutakaaje wabaya? Tunakuja kuomboleza ndugu yetu Boni na bado tunamwachia kazi ya kufanya. Boni, mimi nilikuwa naomba ungekaa chini tukusaidie hii kazi so that tuomboleze vizuri tufike mwisho. Lakini kwa sababu labda umeamua hivyo ndio inafaa ikue, mimi nitaheshimu sababu hapa ni kwako. But tabia mzuri ingekuwa tukusaidie kuosha vyombo, kufanya nini. Jambo la pili, Boni, mimi nakushukuru wewe sababu huyu Sifuna, you might like or don't like Boni Khalwale, lakini akifanya jambo mzuri mimi husema. Jambo la kwanza, yeye ndo alianzisha hii safari ya Sifuna when everybody else hakuwa najua hata Sifuna anaweza kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Mimi Boni, nataka umebaki na jambo moja la kufanya kusaidia huyu Sifuna. Mumeona jana usiku the IEBC imeweka gazette notice ya program ya uchaguzi. Imepeana zile deadlines kwamba ni lazima mufanye kitu fulani by siku fulani. Boni Khalwale, you are the game changer here. Mumeona wamesema kwamba kama unataka chama yako participate in the next year's election, peleka majina na signatures za watu wa chama yako by 15th October. So tumebaki na karibu siku 50 peke yake tupeleke majina za zile vyama zitaparticipate kwa election yetu. Mimi naona serikali ya William Ruto imeanza kukoroga na kumchenga ndugu yetu Sifuna. Tuangalie vizuri sana kwamba kwa siku 50 you cannot register a new political party. Boni Khalwale, wewe uko na chama yako. Kama unapenda huyu Sifuna, wachana kukuwa party leader wa hiyo chama, patia Sifuna aitumie kutafuta urais wa Jamhuri ya Kenya. Then we shall know that you are serious. Mtoto wetu hawezi kuwa anahangaika, anatembea left, right and center, anatafuta chama ya kusimama, na wewe uko na chama. Boni Khalwale, chukua chama yako, patia Sifuna awe party leader wa hiyo chama, tuende kwa debe kama jamii ya Mlembe. Jambo la pili, mimi naunga mkono sentiments ambazo zimesemwa hapa leo kwamba kwa muda mrefu sisi jamii ya Waluya tumekuwa tukigawanishwa. Musalia Mudavadi akitaka kuenda pale juu, Wetangula anamvuruta chini. Wetangula akitaka kwenda pale juu, Oparanya anamvuruta chini. This time round ni lazima tubadilishe hiyo mitabendi. Tumeamua na viongozi wote wamesema kwamba ni huyu Edwin Sifuna. I want to declare here as a young leader in Western Region, mimi nitaunga mkono huyu Edwin Sifuna awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Na mwisho huyu Sifuna, kwa sababu nyota imemwangalia, hatutaki afanye makosa Shikuku alifanya, Musalia alifanya, kwamba Sifuna haezi kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya kama Waluya peke yao ndio wanamuunga mkono. Ni lazima tutembee kule nje, tutafute marafiki
Na mimi nashukuru marafiki wetu Babu Owino, Orengo kwa kumshikilia mtoto wetu. Vile vile pia mimi, mumeona mimi ni deputy party leader wa Rigiji. Nikiwa pale kwa Rigiji, nataka kuhakikishia Edwin Sifuna, wakati jina yako inakuja kwa meza, mimi tumeshaanza kusemezana na Rigiji kwamba akuunge mkono pia wewe ukuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Sasa mkiniona niko kwa DCP, ndugu yetu Osotsi, usinikasirikie ati mimi niko kwa DCP. Ndugu yangu Jack Wamboka, usinikasirikie. Ujue mimi natafutia Sifuna 7 million votes ambazo zitamsaidia awe rais wa Jamhuri ya Kenya. So tafadhali muache mimi ni balance. Jack Wamboka, nilikuambia wacha kupanga Kakamega, rudi Bungoma panga, wachia sisi Kakamega, tutaelewana na huyu Boni Khalwale. Otherwise, asanteni and Boni pole sana. Thank you. Kala. Thank you. Kala. Thank you and may God bless you. Asante. Asante sana Baluya. Nenya mumbulichiti. Baluya. Shumwa kaurira Peter Salasia. Shumwa kaurira Malala. Kama kweli maneno ya Rigiji kuunga Sifuna mkono ni ukweli, mbona hiyo unasema ukiwa hapa usisemi kama uko Mount Kenya? Nataka ujue kwamba Malala, ujue kwamba we are not joking. Seated there are my 2 sons wenye walikuwa naye Msingu High School. I am serious. Uchanja ya kurukaruka ndio ulirukaruka kutoka ANC ukaja UDA, mmeua UDA, mmebaki kwa mataa. Sifuna, your future is very bright. Anybody giving you conditional support, wacha akae Bashir Baluya, baibula barambe, baibula bimbe na batsa kukhubira ikura. Mwisho kabisa, sijui kama ndugu yangu Eugene utazungumza. Haya, Mheshimiwa Catherine Muma. Bana beru mirembe cha Gloria, mirembe handi Senator Dr. Boni Khalwale nadi kwana kweru ne khatititi lakini mlanga kwana kweru shikira kunubu wango bonyeshi shikara karyo bana bobo bidi bukana yangu leo ni kusema pole sana. Wanasema ya kwamba there are no spare parts for a mother. So for Gloria's children, my heart goes out to you. And I want to ask, I'm a Catholic, I want to ask the CWA women, Nemoyanza musaire bana ba Gloria, mohoranga. Mutsiriro kusaira bana ba Gloria, mutsiriro kusaira family ya Senator Khalwale, bana bebe batinye, bana bebe batushe, spirit ya nyina wabo eba khonye batushi, wakenya batushi, shikarikaryo. Na yangu sasa, najua muda ni mfupi, ningependa kuongea kama msichana wa Idaho. Nzibana nga Catherine Muyekamuma, mukhana widaho ino mukhana mushangala. Mwandola kwa hanu nembo langandi na ngwe serikali ilesha kunyanya sabandu beru kumakhuba kifedha. Shimwala lako. Na leo ningependa tu kuwauliza kitu kimoja. Mimi vile nimeona darubini ya 2027, Mungu ameamua ya kwamba hii mchezo ya Waluya kuchezewa na kukua mocked kila mahali
itaacha 2027. Ukweli ama urongo? Wamenye na kusakwangwa wanasema we have the numbers, but sisi ni watu wa kupangwa. Wanasema we are a big community, lakini wakikuja kupanga hawataki kuonyesha hesabu yetu. Ukweli ama urongo? Chanenya kumureba mwenye manyabaluya, especially bana babu khabaluya, bama mabaluya. Ningependa muamue ya kwamba hizo namba zetu 2027 they must count for something. Na kitu ya kwanza, charity begins at home. Naona watu ya two-term wanajaribu kuweka Muluya kuwe number 2. Watu ya one-term wanataka kijana yetu akuwe number 1. Charity begins from home. Sifuna akienda kwa meza, tunataka kura za kwanza, kura zikuwe zimetoka vikapu zimejaa kutoka kwao. Ukweli ama urongo? Shukunyala khola hurione kaba Jose Juan Gwana Huborerua. We are unregistered. 1.2 million votes are unregistered and we are dancing iskuti. Ndio kwamanya kusiaba iskuti lakini khande khulamanya khuba ikura. Ukweli ama urongo? Ndo nangependa kuwaomba kitu ya kwanza, the best arrow for the elective war is your vote. That is the arrow you will have. Luyas are not terrorists. And we refuse the politics of terrorism. Hata wale wanakuja kesho, naomba musiwaguze. Wacheni waseme yao, si ndio? We are not terrorists. But I want us to have every Luya's vote in the debe come 2027. Shikarakario. Vashiera ba mama, ni mwenye ba mama basifuna. Nyinyi ni wa mama wasifuna. Mulahira mwana wenyu mukura no mutahubisa ikura yeneo. Kama huna kura na ama umekaa na mtoto amekataa kuchukua kura, wewe si mama ya Sifuna. Muliranga 75% of our population is the youth. Vana berubaya mwingine. Unasikia? Don't ever cheat yourself. Shinzia khuba enzeni khalaya ha. When you don't vote, you vote for the other person. Nasikia? Kwa hivyo kama mnapenda watu wenu, lazima kila mtu achukue kura. Vijana ambao hawana vipande wachukue vipande, wachukue kura. Na ninaomba machifu wetu, don't be used to suppress the Luya vote. Every chief in our place is our son and daughter. Kama wewe ndio yule ambayo IDs zinakuja unakataa kupeana kwa sababu umeambiwa to suppress the Luya vote, hatutakubaliana na wewe. Khore nyaho mare no kubolanga bosi no mushiere no musakhulu no mubuha mukhana no muyai, we will all come out and vote. Is my message clear? Muriom no hombulira. Asante sana. Naomba tusikize mama wa pili, mgeni wangu Pauline Njoroge. Wananchi wa Malinya hamjambo? Hatuja. Hi cousins. Hi. Hi cousins. Hi. Ya kwanza ni kuleta rambirambi zangu kwa familia ya Mheshimiwa Boni Halwale kwa kumpoteza bibi na mama yao. Tunasema pole sana. La pili ni kuleta salamu zangu na pia rambirambi kutoka kwa mama Kawera Mwangaza, former governor wa Meru County.
na amesema niwaambie on 30th, tarehe 30 huu mwezi, anawakaribisha wote kule Meru tukilaki His Excellency Edwin Sifuna na viongozi wote wa Linda Mwananchi. Mimi na Kawera Mwangaza na viongozi wengine wa mlima tutajikakamua na tuhakikishe ya kwamba Edwin Sifuna amefika kilele cha hiyo mlima. Lakini tunataka kujua hapa Western, hapa Kakamega, mmeshikilia kijana yenu? Mmemshikilia? Sisi tukishikilia mlima tunajua hapa Western na nyinyi mmemshikilia. Mnasema nyinyi ndio nani? Sifuna. Nyinyi ndio nani? Sifuna. Kuna wakora wengine wakiona umaarufu wa Edwin wanaanza fitina. Wanasema kuna sehemu za hii nchi ambaye hawezi enda kukampeni. Wanaanza kumfungia, wanaleta vita. Lakini tukiwa hapa Malinya siku ya leo, tunataka kuwatangazia that Edwin Sifuna is an idea whose time has come. And no amount of violence is going to stop him. Na tunaamini kwamba kwa kura zetu kama wananchi na maombi yetu na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, ikifika mwezi wa 8 mwaka ujao, Edwin Watanya Sifuna will become the 6th president of the Republic of Kenya. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Wangapi wanakubaliana na hiyo? Sawa sawa, Mungu awabariki. Tuonane kule Meru on 30th of August. Asanteni sana. Mheshimiwa Majimbo Kalasinga. Asante sana Mheshimiwa Boni Khalwale, ndugu yangu wa karibu. Pole sana kupoteza mama. Wewe unajua Mheshimiwa Boni Khalwale kwamba nilikuwa mimi ambaye nilitumwa kukuja Ikolomani wakati ya Mheshimiwa Wamalwa kijana alikuwa amekaa na Mheshimiwa Daktari Newton Kulundu na Mheshimiwa Soita Shtanda. Mimi nikawapelekea report, nikasema kweli Ikolomani iko simba, na wewe ukakuwa simba. Tumetoka mbali daktari, Mungu akupatie joto ambaye utaanza kukosa kuanzia usiku wa leo. Mimi takuwa kwa ufupi. It has taken 128 hours by now tangu vita yenye ilikuwa huko chini Homa Bay, ilikuwa inakaa kama Darfur, ilikuwa inakaa kama Yemen. It took a painful cost for Edwin Sifuna, His Excellency, to move up to the last station. Mheshimiwa Edwin Sifuna, moving up to the last station was a mark of success of its own. You are a man and a half. I want to tell the president, because I know this evening he'll be watching us here. Kwanza, Mr. President, it cannot take you 128 hours out of the problems that happened down there. You have not made a national speech condemning those who did that violence. Mr. President and your minister, since you have taken 128 hours and you have not spoken about this, then we know you are the one who took the money from State House to take down there and kill us.
We do not have a problem with our brother Luos. Ndugu wetu Wajaluo, hatuna shida na wao. Tunajua kuna mtu anatoa pesa in gunia, anawaletea huko chini. Kula pesa lakini kuwa kama watu wa Olkalau. Sasa nimekuambia wewe rais, hata usiposema leo jioni, next year mwezi wa 8 tarehe 10, huyu Sifuna akichukua urais, hiyo kesi yote ya violence ya Kenya tunaandika bora, tunapeleka Hague mpaka watu wakuje wajibiwe na watu wapate haki yao. Mheshimiwa Boni Khalwale, mimi najua unatafuta kiti ya ugavana Kakamega. Wewe ukiingia kwa hiyo kiti, tunataka Waluya tukuwe na heshima yetu kama Waluya. Tunataka kama tumekaa chini na mezana, tusemezane katika kimila yetu ya Waluya. Waandike sheria katika county government ya Kakamega na ipitishwe. Watu ya Kakamega wakae wakunywe busa bila kusumbuliwa na askari. Hiyo ndio kimila yetu. Sasa ndio hiyo. Mwisho Mheshimiwa Khalwale, mimi sijui wabunge hawa wa 2 term wanaogopa Ruto kiwasi gani. Wanaogopa Ruto mpaka hapa wabunge wa hapa hawakuji. Wangekuja wasikie mambo ya wananchi, watoke hapa waanze kuimba 1 term. Ninasikia wamekaa, kesho watakuja na yeye mahali wanakuwa. Mheshimiwa Your Excellency Edwin Sifuna, bibi yako mwenye amekutengenezea nguo asubuhi, mwenye amekupigia ugali ndio ukakuja hapa, ulioa kutoka Kakamega hii. Tunataka wewe ukiingia State House, msichana wa Kakamega akuwe tayari kutupikia chakula, tukikula chakula ya State House hata kuwa anatoka hapa nyumbani. Vile kario nimalize, kwa sababu haikuwa wakati yangu. Mimi ni kusema pole. 2027 Edwin Sifuna, upende usipende, unaenda kwa debe. Sekali kario? Yeah. Waikolomani, sekali kario? Yeah. Mama Linya, sekali kario? Yeah. Mulama ambila Boni Khalwale muma. Yeah. Mutashika Boni Khalwale na nguvu yote. Ukiingia State House siku ya kwanza, Sifuna, fakia hiyo nyumba kwa sababu iko mademoni mingi sana katika hiyo State House. Ita mama wakuje waombee State House wakikunywa chai. Na father wote wakuje wabariki State House. Tunajua you are able to do it. Huyu Mungu wa amani akawabariki. Mimi ndio Machimbo Kalasinga mwenye nilitandasa mtu huko Kabuchai, anaitwa Wetangula, akaamka chini kapita na hiyo kiti ya MCA yenye ilikuwa kwa by election. Mimi ni chuma si chuma. Mimi ni chuma si chuma. Asante sana Mheshimiwa Boni Khalwale. Asante. Sasa tumsikize kijana yangu katika seneti, Mheshimiwa Moses Kajwang'. Huyu kijana mwenye anakuja ni msomi, alikuwa ndugu ya Otieno Kajwang' ambaye ameoa dada yetu kutoka hapa Ishianyinya. Mheshimiwa, usisahau kuambia kwamba historia ya Msuba na historia ya Mluya ni moja. Wote tulitoka hapa Cameroon, tukafika Uganda, nyinyi mkaenda hapo kwa maji na sisi tukaja upande huu. Huyu kijana ni Mluya lakini Arukabanyolo. Asante sana Seneta Daktari Boni Khalwale kwa uongozi wa kanisa ambao wametupa fursa ya kuzungumza leo, sababu leo sio rali ya kisiasa. Leo ni misa takatifu tukiomboleza na tukimwombea mama wetu Gloria. Nimefika hapa ili niseme maneno mawili. Jambo la kwanza ni kusema pole. Jambo la pili ni kusema pole. Kwa lugha ya Kiswahili hizo pole mbili ni kama zinafanana, lakini kwa lugha ya Kimombo pole ya kwanza ni condolences na pole ya pili is an unconditional apology to the people of this region
for some of the nonsense we witnessed in Homa Bay just 1 week ago. Kwa pole ya kwanza, ningependa nimuombee ndugu yangu, hata sio ndugu yangu, ni babangu. Huyu Seneta Boni Khalwale ni simba kamili. Wakati ndugu yangu hayati Otieno Kajwang alikuwa seneta, huyu Boni Khalwale, Otieno Kajwang, Mudhama, hao wangeshikana na Raila Amolo Odinga, waingie Tononoka, waingie Uhuru Park, waingie Kamkunji, hao ndio walikuwa vigogo wa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo uhusiano umetoka mbali. Huyu mheshimiwa Boni Khalwale, babangu pia, yeye na huyu mungwana anaitwa Wanjala, saa zingine huwa wanipatie heshima sana, na sababu wanasema mimi niko na bibi moja na wao wako na bibi wengi. Sasa ingekuwa ni mimi bibi yangu ameaga, ningekuwa nalia, hata sasa singekuwa na uwezo wa kuamka. Unaona, Boni Khalwale yako na shock absorber, sababu wako na familia kubwa ambao wanampenda. And I want to congratulate Boni Khalwale for upholding certain cultural practices which those people who have gone to school think are redundant and have been passed by time. I have confirmed that a polygamy that is successfully managed, like the polygamy of my late father, like the polygamy of Dr. Boni Khalwale, is the foundation that builds a family, a strong family that can make Kenya a strong nation. Sasa Dr. Boni Khalwale, kama unanikejeli sababu mimi niko na bibi moja, na Edwin Sifuna pia ako na bibi moja, sasa hiyo inamaanisha nini? Sasa mimi naomba leo, sababu nimeona Scovia na nimeona Olivia, tangaza leo, Sifuna chukua Olivia, Kajwang chukua Scovia, hiyo maneno tumalize. Tupewe tusipewe. Sababu hakuna vile Sifuna anaweza ongoza Boni Khalwale na ako na msichana moja kutoka Kakamega, na Boni akikataa tutampatia msichana kutoka Suba. Meona vile Suba imeparara. Akipata mtu kama Senator Sifuna, si atafurahi, ametolewa kwa vumbi. Senator Boni Khalwale, tunakuombea ili Mwenyezi Mungu akufariji wewe na familia yako, na uendelee kutumikia jamhuri yetu. Pole ya pili, I must, as the leader of the people of Homa Bay, I bear political responsibility for the acts of omission and the acts of commission last Sunday in Homa Bay. Goonism has no place in contemporary Kenya. What we witnessed in Homa Bay last Sunday, I want to make it very clear. That is not the position of the Luo community. That is not the position of the ODM party. This ODM party, Sifuna has been its Secretary General for the last 8 or 9 years. Osotsi has been its deputy party leader. There is nowhere in our ideology where we say that we are going to zone Kenya and we are going to prevent other Kenyans from accessing parts of Kenya. Raila Amolo Odinga was tear-gassed. He was beaten. He was attacked. Boni, unakumbuka ile siku Raila alikuwa anatoka Amerika, tulikuwa na Boni Khalwale kwa gari moja. Tulitandikwa kutoka Embakasi mpaka Gikomba mpaka Mudhurwa. We cannot commit the same injustices that have been committed upon us. That is why I offer an unconditional apology. And I have not come here to point blame. I have not come here to explain myself. We take responsibility for whatever was committed. We take responsibility for whatever is omitted. But ultimately, this culture of Goonism ilianza kidogo kidogo. Osotsi anakunywa chai, anatandikwa. Juzi Sifuna anakuja Homa Bay, anatandikwa. If we do not deal with Goonism in this country, it will morph into vigilantes, it will morph into militias, and it is going to eat us. We are not going to have a republic. I want to assure you that Kenya is open, and any corner of Kenya must be made open for everybody to express their freedom of expression, freedom of association, and freedom of political alignment. Nikimalizia, mimi
ni kijana ya Raila Odinga. Yeye ndiye aliniingiza kwa siasa wakati ndugu yangu hayati Otieno Kajwang' aliaga, ambaye amechukua msichana kutoka hapa Haega. Kwa hivyo nikija hapa, I am a relative, I am part of this community, and that is why we can never fight these two communities. Huyu Boni Khalwale alikuja kwangu akanifanyia campaign wakati ndugu yangu aliaga. Boni Khalwale alikuja na wachezaji wa Isikuti kutoka hapa na ng'ombe kadhaa na chakula, aliomboleza na sisi. Huyo ni rafiki, si rafiki. Na hizo siku tulikuwa kwa umbrella kubwa ya Raila Amolo Odinga. Right now, everyone is fighting for the legacy of Raila Amolo Odinga. There are pretenders, but they are legitimate leaders. I want to tell you, nimesikia mtu akisema huyu Sifuna nani alikuwa anamjua mwaka moja uliopita. I have been with Sifuna in the Senate, in the same committee of Public Accounts Committee. And I can tell you that Senator Sifuna is a reliable and dependable player. Senator Sifuna is a proper striker. Senator Sifuna is somebody you can rely on. If you agreed with him last night, you will find him in the same position the next morning. Senator Sifuna continues to remind us that Raila Amolo Odinga talked about the hardware of the republic, the infrastructure, the roads. But Raila Odinga also talked about the software of the republic, justice, equality, human rights, and the dignity of Kenyans. Mimi naomba rafiki yangu Sifuna, a good team and a good striker requires a good goalkeeper. A good striker requires a good midfielder. A good striker requires a good defender. Stand firm. Stand for the ideals of Raila Amolo Odinga. Consolidate the people of Western and work with other communities, because alone it is not possible. Even Raila Amolo Odinga could not be president with the votes of the Luo. And you remember, if the vote for governor of Kakamega had not been postponed in the last elections. Si mnakumbuka? Kura ya governor iliahirishwa hapa Kakamega na Mombasa. Hiyo kura ya governor ingepigwa hiyo siku na kura ya rais, nani angekuwa rais wa Kenya? Si ingekuwa Raila Amolo Odinga? I want to encourage Sifuna, continue, trudge on. You are focused on the software of this republic. My friends on the other side are focused on the hardware of this republic. At some point, we must bring the hardware and the software together so that there's prosperity in this country called Kenya. Mungu awalinde. Na Senator Boni Khalwale, we continue to pray for you. Na ile nilikuwa nimeomba ya Flavia na Olivia, hiyo pia itimizwe. Asanteni sana. Moses Kajwang' anayefuata. Wananchi tunamaliza is 2:30, msisikie vibaya. Anayefuata sasa, naomba ndugu yangu Eugene Wamalwa. Kanisa letu takatifu, Senator wa Kakamega, ndugu yangu Boni Khalwale na familia yako, viongozi wenzangu walio hapa, waombolezaji, tumsifu Yesu Kristu. Asante sana. Mimi nimekuja hapa kama rafiki wa familia hii, na nimekuja kusema pole kwa Senator Dr. Boni Khalwale kupoteza mke wake Mama Gloria. Nikijua Khalwale alikuwa bado kijana mdogo sana, alikuwa hajamuoa wakati huo. Alikuwa na kina Kivutha Kibwana kwa ile NCC wakipigania katiba mpya, na alikuwa kijana barubaru kabisa hapa, na alipendwa sana na ndugu yangu marehemu Wamalwa kijana. Siku ile Wamalwa alikuja hapa akiwa na rafiki yake Mwai Kibaki na timu ya NAK. Huyu kijana mdogo Khalwale ndiye alimkaribisha Kakamega hii,
na alifanya kitendo tulikuwa tuliwahiona. Alitafuta mkokoteni na akaweka, ilikuwa punda ama sijui ilikuwa nini, na akabeba Kibaki na Wamalwa kwa mkokoteni akawaingiza Kakamega. Sijui kama mnakumbuka. Na alimshika mkono tangu wakati huo akaingia bunge kwa Ford Kenya, kiwa na kijana mwingine mdogo sana, mwalimu kutoka Budalangi Port, Rafael Wanjala, na wakashika Wamalwa na Kibaki hadi tukaunda hiyo serikali. Yeye pia wakati Musalia Mudavadi ametaka kuwa rais, Khalwale huyu ndiye alimshika mkono. Wakati huo tulikuwa tumeanzisha vuguvugu na Uhuru Kenyatta, na huyu Boni ndiye aliniambia, bwana, fanya kazi na ndugu yako Musalia Mudavadi tuunde serikali. Boni, you have been a leader not just of this region but of this nation. Na wanasema behind every successful leader, behind every successful man, there is a woman. And I can tell you the success of Boni Khalwale is because of the strong women, Gloria, and all those who stood by him through the years. You enjoyed many glorious years with Gloria Boni. Pole sana, you're going to miss her, but we are with you. Leo nimefika hapa nikisikia ya kwamba kando na rambirambi ambazo nimeleta zangu na za familia yangu, kuna viongozi wa United Alternative Government ambao tumekuwa na mkutano na viongozi wa Linda Mwananchi kuongea juu ya mambo ya gunism, uhuni na siasa ya fujo na vita, na haswa yale tumeona Homa Bay. Na sisi sote tumetoa kauli moja ya kwamba hatutakubali wahuni waamue ni nani atakuwa rais wa nchi hii. Ni wananchi wenyewe wataamua. So we have condemned gunism. Na wale wote wamenituma na pole zao Boni Khalwale, na leta rambirambi za Stephen Kalonzo Musyoka kwako na familia na watu wa Malinya, watu wa Ikolomani, Kakamega. Salamu na heri za rambirambi za Mheshimiwa Rigiji tumekuwa naye, Mheshimiwa Matiang'i ako kule Meru, Bi Martha Karua, na vile vile JB Muturi, na pia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tumeongea naye jana. Ni rafiki wako sana. Atakuwa anakuja Kitale hii weekendi, tuko na makumbusho ya rafiki yako Wamalwa kijana. Lakini amesema pole zake nikuletee, na tunasema pole. Lakini kwa jambo ambalo ndugu yetu Senator ameongea hapa, Kajwang, you have redeemed the image of Homa Bay County. I'm a product of Homa Bay County. Mimi nimesoma Gendia High, Kendu Bay in Homa Bay. Jamii yetu ya Wajaluo ni watu wakarimu. Hawana ile tabia ambayo tumeona juzi Mheshimiwa Edwin Sifuna kina Orengo wakiingia Homa Bay. Sababu hii Nyanza ndio imepeana some of the greatest defenders of democracy. And also Nyanza has paid the highest price in terms of assassinations, political assassinations. Watu waliopigania demokrasia. Tuwe na uhuru wa fikra na usemi. Tuwe na uhuru wa kwenda popote Kenya kuuza sera zetu. So Homa Bay County and Nyanza should be the last region to practice politics of intolerance, to actually try to prevent others coming to your region to sell their agenda and their ideas. So Kajwang, nataka nikushukuru. This is the progressive leadership we want to see in our country, sobriety and maturity and hygiene in our politics. Lakini vile vile wenzetu ambao walihusika, we are saying the buck stops not with Gladys Wanga governor, not with Dr. Oburu, not with the people of Nyanza. The buck stops with the President of the Republic of Kenya. And that is William Samoei Ruto. Na ndio sababu tumeambia rais wa nchi hii, wewe ulitoka Hague sababu ya yale yalifanyika 2007-2008. Damu iliyomwagika, watu waliouawa. You are indicted at the Hague because of crimes against humanity, because of violence, because of what we have seen in Homa Bay, yale tumeona hapa Malava. Nikiwa na ndugu yangu Khalwale, mimi na huyu Khalwale karibu tuwawe Malava. Gari zangu zilichomwa hapa Malava. Vijana waliwawa, damu ikamwaga hapa Malava. Tukienda Kabuchai kwa majimbo, watu waliwawa kwa by election ya Kabuchai. Kasipul Kabondo, watu waliwawa. Tukienda kule Embu, watu waliwawa.
How much blood do you want to shed, Bwana Ruto, for it to be enough for you? Haya ndio tuko tunasema, enough is enough. You've shed enough blood and you must go home one. You must go home one. Umeshindwa kudhibiti mambo ya afya, you must go home one. Elimu imekushinda, you must go home one. Utawala umekushinda, you must go home one. Uchumi umekushinda, you must go home one. Aende asiende jamani? Asante, Mungu awabariki. Haya, makofi kwa mheshimiwa. Sasa nataka kukaribisha mwenzangu mwenye atanisaidia animalizie hii kipindi. Lakini kabla ya hiyo, mkubali, kuna msichana yangu hapa anataka kuwa MCA hapa Idaho East, anaitwa Maxine Khaswa. Maxine Yolalish. Haya, punga. Number 2, kuna mheshimiwa wetu nominated MCA, my sister-in-law hapa Idaho Central, anaitwa Ann Mlwale Maliho. Alafu kwa heshima ya mwisho, naomba jamii ya bibi yangu wenye mmetoka Kitale, muliingia na mabasi zenu kama tumepita your level, muinuke. Wageni kutoka Kitale na kutoka Narok, Kitale Narok, mmeenda lunch, muinuke. Where are they? Thank you very much. Thank you very much, Likuyani Kitale. Shukran. My wife is a Maasai. That's why she's called Sekeyen. My wife is from the Sengwer community. Huyo kijana mwenye amezungumza hapo with a deep voice ndio Laibon mwenye alinisalia. Mheshimiwa Osotsi, naomba uje unisaidie ukaribishe the 6th President of the Republic of Kenya, Edwin Watenya. Familia ya Mama Gloria ikiongozwa na seneta mwenzangu Boni Khalwale, viongozi wenzangu wakiongozwa na mheshimiwa Senator Edwin Sifuna the 6th, na watu wote mrembe mwesi, hebu nione salamu ya Mama Gloria. Asanti sana. Mimi ndio Osotsi, senator jirani wa kaunti ya Vihiga, na niko hapa kama nyinyi kusema pole kwa ndugu yangu mkubwa Boni Khalwale. Sisi kama jamii tumehuzunika sana kwa sababu ya kifo ya Mama Gloria. Vile mmesikia ukarimu wa Mama Gloria, amekaribisha watu wengi kwa hiyo boma yake, na pia alikuwa mtu wa karibu sana wa mheshimiwa Boni Khalwale. Kwa hivyo Boni, kwa niaba yangu, familia yangu na watu wa Vihiga County, tunasema pole. Tunasema pole kwa kupoteza mke wako. Jambo lingine, mheshimiwa Boni Khalwale ni rafiki mkubwa sana wa watu wa Vihiga County. Na mimi najua watu wa Vihiga County, wale wa asili ya Vihiga County wako hapa Kakamega County wengi. Mukiona huyu Boni Khalwale, mjue yeye ni rafiki yenu. Kwa sababu mwaka uliopita tulikuwa kule kwa Senate tukibadilisha ile formula ya kugawanya pesa. Tuna kaunti 12 zile ndogo ambazo zinapata hela kidogo sana, na haziwezi zikapata pesa ya kutosha ya kufanya maendeleo. Boni Khalwale
Yeye ni seneta wa Kakamega County, ni county ambayo inapata hela mingi, lakini alijinyima akatetea sisi wale wa kaunti ndogo tuongezwe pesa, na akatusaidia tukabadilisha ile formula ya revenue share. Saa hizi watu wa Vihiga County kila mwaka kuanzia mwaka uliopita wanapata 6.2 billion shillings. Na hiyo tunarudisha asanti kwako Bwana Khalwale. Kwa hivyo wale watu wa asili ya Vihiga ambao wako hapa Kakamega, muangalie huyu Boni Khalwale kwa macho wakati ikifika. Wacha sasa niende kwa siasa, kwa sababu wenzangu wameongea siasa. Wakati Mama Gloria alikufa ilikuwa Jumamosi. Siku iliyofuatwa on Sunday, siku ya leo, tungekuwa tunalia kifo ya Mama Gloria, tena tunalia kifo ya viongozi wenyu wa hapa Mlembe, viongozi 7. Mheshimiwa Edwin Sifuna, Mheshimiwa Natembea, Mheshimiwa Osotsi, Mheshimiwa Jack Wamboka, Mheshimiwa Undo Wafunyula, Mheshimiwa Kalasinga na Mheshimiwa Wangamati, former governor wa Bungoma. Wale jamaa walikuja kwa ubaya, na ile mambo ilikuwa kule Homa Bay. That is not politics. That is not politics. That is terrorism. Hiyo ni terrorism. Na nimesikia wenzetu wakiongea hapa kwa upole sana. Mimi sitaongea kwa upole, si ndio? Sisi tunajua Wajaluo wa kawaida hawakuhusika, na mtu asiseme ati hii ni vita ya Wajaluo na Waluya. The real criminals who should now be arrested are 5 criminals. The first criminal ambaye alisafiri usiku akaenda pale State Lodge, State House Kisumu on Thursday night na akagawa pesa ya kupanga hiyo maneno was President William Ruto. That is criminal number 1. Criminal number 2 is Homa Bay Governor Gladys Wanga. Criminal number 3 ni ule PS wa internal security anaitwa Raymond Omolo. Criminal number 4 ni ule MP wa Homa Bay Town, ule mwenye ameoza meno anaitwa Kaluma. Criminal number 5, majority leader ambaye ni MCA kule Homa Bay anaitwa Ogindo. How, as we are talking now, those people should be in prison now because they wanted to commit massacre. Watu wengi wangekufa hapo, na sisi tuliona kifo. Na hii mambo ya Ruto hii, mimi I want to ask President Ruto, what is it you are looking in Edwin Sifuna? What is it that you are looking in Edwin Sifuna? Is your competitor. If you beat him in the election, well and good. If he beats you, well and good. Huyu Sifuna ameandamwa sana. Walikuja akasukuma watu ndani ya ODM, Oburu na wenzake, wakatoa Sifuna kama SG. Wakakuja wakanitoa mimi kama deputy party leader. We never complained. We allowed it to go. Akakuja kwa bunge, akaita masenators wa chama cha ODM kule State House kwa lunch. Akawalazimisha wakuje usiku, saa 2 ya usiku, kutoa Sifuna kama deputy whip. Wakatoa Sifuna kwa fujo. Wakakuja hata mimi, ile kidogo nilikuwa nayo chairman, wakaninyang'anya. Hiyo bado hajachoka. Khalwale pia walimnyang'anya. Sasa amekuja hata kule Kisumu, ile kichapo mliona wakinifanyia, walinipiga wakaniuliza mbona una support Sifuna. Alafu juzi mmeona Homa Bay. Na tunasikia
wana mipango ya kuvuruga mikutano yetu kila mahali, ndio ionekane kwamba Linda Mwananchi ni timu ya furugu. We are asking you, President William Ruto, wherever you are, we are not going to go for Gladys Wanga. We are not going to go for Raymond Omolo. We will go for you. We will go for you. Kwa sababu wewe uko na damu kwa mikono yako. You don't want competition. If you have worked for Kenyans, President William Ruto, you should not be panicking the way you are panicking. Walisema Sifuna ni moto ya karatasi, itazimika. Waluya na Wakenya, I want to tell you today, hii moto Sifuna amewacha haizimiki. 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 Mpaka tuhakikishe Ruto ameenda wapi? Ameenda wapi? Na mimi nataka kuambia Gladys Wanga, Junet Mohamed, Mbadi, na mwingine anatoka hapa anaitwa sijui Wandai, na wale wengine Raymond Omolo, you can never be great friends of Ruto than the people who have been there before you. Rigiji was close to Ruto. Where is he? Hata huyu Mudavadi na Weta si walisaini mkataba na Ruto, wakasema 30% ni ya Waluya na mambo ingine. As soon as he got into power, alirarua hiyo karatasi akatupa kwa dustbin. Kwa hivyo, whatever bad things you are doing on behalf of Ruto, just know that your day is coming. Lakini sisi Waluya na Wajaluo, mimi nilikuwa kule Homa Bay, kila mahali tulikuwa tunapita kwa hizo masoko, Wajaluo walikuwa nasema one term. But we also know that what happened in Nyanza, it is a plan to rig 2027 election. Ile kitu wanataka kufanya, they want to create a Chinese iron ring on Luo Nyanza. We want to tell you, President William Ruto and your bad boys and girls, we are coming back to Homa Bay. We are going to Siaya. We are coming back to Kisumu. We are going to Migori, because we are running with the spirit of Raila Amolo Odinga. Na hapa kwetu nyumbani, mumeona watu kila mtu anasimama anasema tuunge Sifuna mkono. Hiyo tunakubaliana. Lakini Sifuna lazima awe na governors, awe na senators, awe na wabunge, awe na women rep, na awe na MCS. Hiyo mchezo ya kando, watu wengine wako kwa Ruto wanakula na Ruto, alafu wanafika hapa wanasema sisi tuko tu na nyinyi, mungoje tu kidogo, niko na kamati, niko na muradi, sijui niko na nini. Hiyo watu wetu, tell our leaders they must walk the walk that the community or Kenyans are walking. Hatutaki mchezo, si ndio? Because when he becomes a president, he needs to have members of parliament. He needs to have governors. And that is how we'll move forward as a community. Tumeelewana? Tumeelewana? Na William Ruto, I want to tell you today kwamba sisi tunasikia sasa unataka kuja na hii ukora yako ya maendeleo. Lakini ukiangalia budget, amejaribu kila barabara ameweka pesa, lakini hiyo pesa kidogo sana. Hii barabara kwa mfano ya kutoka Airstrip kwenda mpaka Chepsonoi, hiyo barabara alikuja akalaunch. Munajua ameweka pesa ngapi? Only 81 million. 81 million itafanya barabara kilomita 2 tu peke yake. Na amefanya hivyo all over Western. We are not ready to be cheated by you, William Ruto, because we know constituency moja ya Kikuyu, ile ambayo inaongozwa na yule Kimani Ichung'wah, imepewa 10 billion kwa mwaka.
Kule Rift Valley wanaweka barabara bilioni 5. Hapa anaweka 20 million, 30 million, alafu anakuja anasema anazindua barabara. Wameweka lami kidogo, anasema sasa Waluya mtapata barabara. Nataka tukue werevu na tunaambia wazee wetu, they should not be agents of confusion. Mheshimiwa mzee Atuoli, mzee Mudavadi, mzee Wetangula, mzee Oparanya, please, the community wants to move forward. Don't bring confusion. Grupu moja inasema sisi tungojee 2032. Grupu ingine inasema hapana, sisi tuende kwa Uburu atupatie deputy president. Waluya mnakubaliana na hiyo? Hebu nione hiyo mkono juu. Wale wamekataa wanasema tawe. Mnasema tawe. Mnasema tawe. Sasa tujitayarishe, nimuite ndugu yangu, rafiki yangu, kiongozi wetu, the 6th president of Kenya, Edwin Watenya Sifuna. Asante sana DJ. Kwanza kabisa Father Felix na uongozi wa kanisa letu takatifu Katoliki, nataka niombe msamaha kwa niaba ya hao viongozi wote wamezungumza hapa. Wamesahau bado tuko kwa misa. Lakini inakuanga namna hiyo tu, kila wakati nikitembea nao makosa yote wewe inaniangukia mimi, si ndio? So kwa familia ya ndugu yetu Senator Daktari Boni Khalwale, nataka nichukue fursa hii niseme pole sana kwa kumpoteza mke wako mpendwa. Ndio maana tumekuja hapa ili tuweze kutoa rambirambi zetu, tusimame na wewe kwa sababu wewe ni mmoja wetu pale katika kikosi yetu ya Linda Mwananchi. Unaona kuna apologies ambazo nataka nikufikishie. Kuna ndugu zetu wengine ambao hawakuweza kufika hapa. Mheshimiwa Babu Owino, Mheshimiwa James Orengo, Mheshimiwa Badia Barongo, Mheshimiwa Gisairo, Mheshimiwa Kibagendi na wengine wote ambao nawajua wakiwemo Mheshimiwa Kimilu na Mheshimiwa Mwashako. Uliniuliza nilitoa wapi shilingi $500,000 na watu wanajua mimi ni maskini. Hawa jamaa walinda mwananchi wote wameweka kitu kwa mfuko, tukafikisha shilingi 1,600 ili kuweza kufikisha hapa, na nataka nikuambie pesa hizo zimetoka kwa hawa ndugu zetu ambao pia ni ndugu zako. Nataka ni confirm hapa Mheshimiwa Kajwang, wewe unataka kunivunjia nyumba wewe. Unajua Kajwang ajui mimi nimeoa msichana Mushitsetse. Na hao Washitsetse wanajiitanga makulu saba. Wanasemanga ukiongeza mwingine uongozi inapotea. So wewe hiyo maombi umeleta hapa usiingize jina yangu hapo ndani. Kama unataka kutoka na Flavia na Olivia yote mbili, wewe chukua tu, mimi usinivunjie nyumba bwana. So Kajwang, wewe jitetee tu bila mimi. Mheshimiwa Khalwale, tumekuja kuwa marafiki lakini si ati kwa njia rahisi. Mwaka wa 2022 nyinyi mnajua, na Khalwale amewaambia yeye alikuwa upande wa William Ruto, sisi tulikuwa tuna support Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na nitawapatia story fupi fupi ndio tusonge.
Huyu Mheshimiwa Khalwale, wakati wametushinda kura, nikakuja pale, nimempata bunge. Unajua Khalwale amekuwa bunge miaka mingi sana. Sasa kitu ilifanyika hiyo wiki ya kwanza tu, Mheshimiwa Wetangula akachaguliwa kama speaker wa National Assembly. Na unajua nikiwa katibu mkuu wa chama cha ODM, tulikuwa tumevurugana sawasawa na hawa rafiki zetu wa NASA hawa, kina Weta, kina Muda na kina Kalonzo. Sasa mimi nimekaa pale Senate nauliza Khalwale, mwana wewe kanyo lilendebe, tunaweza enda tumsalimie tumwambie congratulations. Nauliza huyu Weta, nikienda peke yangu kumwambia congratulations hata anaweza nifukuza ama nimwagie chai. So wewe kama mzee Khalwale, si unipeleke tuende kwa ofisi ya Weta, na siendi kufanya mambo ingine, naenda kumwambia congratulations peke yake alafu tutoke. Tukaenda na Khalwale akanipeleka kama mzee. Sasa Weta vile alituona kwanza, ameniona nimeingia hapo, lazima nionyeshe yeye ndio mdosi, si ndio? Ako tu hapo, nini hii Sifuna anatafuta nini hapa? Khalwale ndio mzee alikuwa ananizungumzia kwa mzee mwenzake. Anamwambia huyu kijana hata hana ubaya. Tumekuja tu hapa tuseme congratulations kwa sababu mmoja wetu akipata sisi wote tumepata. Mnanielewa nyinyi? Bwana Weta alifungua faili yangu. Khalwale izia. Weta alifungua faili yangu. Weta ako na roho mbaya. Kila matusi umeshawahi kumtusi aliandika chini, anakumbuka mpaka tarehe. Akaanza, siku ile Sifuna tulikuwa sijui wapi, ulisema hii, ukasema nikasema umwami. Hata hiyo sio hiyo imenileta hapa. Nina bahati sana Khalwale alikuwa hapo. Hiyo mkutano ingeharibika, haki ya Mungu. Because jamaa alinisomea mashtaka mpaka nikasikia mimi mwenyewe tu nijipee hukumu, nijifunge tu nikienda nikitokanga. So Khalwale huyu mlikuwa mnatuona yeye akiwa anatetea serikali. Tunaenda na yeye Citizen TV asubuhi. Yeye anaenda kutetea William Ruto, mimi naenda kutetea watu yetu ya ODM na upinzani. Lakini uzuri ya huyu Khalwale hawezi kutetea kitu ambaye yeye mwenyewe anajua ni mbaya. Huyu ilifika mahali tukaanza kukubaliana na Khalwale. Pole pole tu. Naambia Khalwale, watu wangu wa Nairobi wanasema hii kitu inaitwa SHA haifanyi, na Kakamega wanasemaje? Wanasema Sifuna kuna shida mahali. Vile alianza kuongea tu pole pole, na alikuwa anasema kwa niaba yenu nyinyi wenyewe, kwa sababu Khalwale huyu ni mtu akichukua msimamo, hajali ni nini itamfanyikia, yeye atasema ukweli wake na ukweli wa wananchi wa Kakamega. Huyo Khalwale ameumizwa sana kwa sababu ya kutetea nyinyi. Mimi niliona Khalwale huyu akinyolewa. Unajua yeye alikuwa kiongozi wa walio wengi pale kwenye Senate, akatolewa mara moja. Khalwale, there's one thing you don't know. Siku ile niliona wewe umenyolewa, yangu nilitia maji. Ndio nilijua. Unajua kajua huku kwetu tunawekanga kitu inaitwa mahanga, inaishi pia na kuku. Hakuna ugonjwa inashika kuku itawacha lihanga. So nilijua tu Khalwale vile amenyolewa, hata mimi nikuwe tayari, nilikuwa najua yangu inakuja. So Mheshimiwa Khalwale, mimi nataka kukupa moyo, nikuambie kwamba kwa sababu wewe ni a true representative of the people who voted for you, kila wakati unawakilisha maoni yao, hawa wananchi watasimama na wewe katika azma yako ya mwaka 2027. Na kwa sababu Mungu anafanya miujiza yake, tumejipata tunatembea pamoja na Khalwale. Unajua siku wanajua hadi siku moja tutakuwa timu moja. Mheshimiwa Khalwale, nataka kukuombea na wewe kwamba katika safari yako ya 2027 Mungu afungue njia zake. Na tulikuwa na Khalwale hapa wiki mbili ambazo zimepita. Khalwale hosted us hapa kama wanalinda mwananchi, na tulikuwa na mikutano mizuri sana hapa. Ulinipatia ng'ombe hapa, ilikuwa kubwa mpaka tulivyofikisha huko nyumbani ilibidi tuijengee nyumba yake. Zetu za huko Bungoma hazifikangi hiyo size. It was a big honor, Mheshimiwa Khalwale. Tumeijengea nyumba yake, inaishi peke yake hapo, na nimeambiwa haisumbui hizo zingine, lakini majirani wanakuja wanatafuta hiyo mbegu sana. So nataka nikutakie mema ndugu yangu. Mimi nataka niwaambie safari hii yetu ambayo tumeanza 2027,
msikuwe na wasiwasi, tutafaulu. Somo la kwanza tumeambiwa hapa ya kwamba Mwenyezi Mungu, na kuna watu wanafikiria ati hiyo ya Homa Bay ndio mbaya zaidi ile Sifuna amewahi kuona. Hiyo ilikuwa kidogo bwana. Mimi nataka kuwaambia, nimekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM miaka 9. Tumekuwa na Mheshimiwa Raila Odinga. Wale wanakumbuka mwaka 2023 tulikuwa tunafanya maandamano pale Nairobi kwa sababu ya kuzungumzia mambo ya gharama ya maisha na mambo mengine ambayo William Ruto alikuwa amesahau ahadi zake kwa wananchi. Bwana, kuna siku tuliwekwa pale Embakasi South. Mimi na Raila Odinga tulikuwa pale. Hii watu unasikia wakisema ati tumeteseka ndani ya chama cha ODM. Hawakuwa hapo hiyo siku. Baba alikuwa anapigwa marisasi. Sasa kuna kitu wa Kenya hawajui. Kwa sababu nilikuwaga SG, nilikuwa nimepewa heshima pale. Gari zilikuwa zinafuatana kulingana na ofisi yako. Gari ya kwanza ilikuwa Raila Odinga, ya pili ilikuwa ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ya tatu ilikuwa ya Martha Karua, ya 4 ilikuwa ya Edwin Sifuna. Sasa tofauti ya gari yangu na hizo tatu za mbele, hizo tatu za mbele ziko na bulletproof. Mimi yangu ni hii tu ya reja hii ya. Sasa tukifika pale kwa barabara tunaingia Outer Ring Road na kumefungwa na polisi. Magari ya principals yote ikageuka namna hii. Gari ilikuja mbele ni ya Sifuna na ujue haina bulletproof. Mimi situations ambazo Mungu amenitoa ndani, watu hawajaona kitu bwana. Mimi nawaambia kwa kidogo, na nataka niseme hapa, Mheshimiwa Senator Kajwang anajua, I have been the biggest advocate people, they are democratic people, ni watu wa amani. Wako viongozi wachache tu ambao wanajaribu kuharibia wana Homa Bay jina. Number 2, Mheshimiwa Kajwang anajua ya kwamba mimi tangu nichaguliwe sijawahi enda holiday ya kuruka mwaka kaunti nyingine kama si Homa Bay. Hii mwaka umepita hii nilikuwa Osiri Beach, na unajua kwa sababu ni wewe ulinitumia speedboat ya kunipeleka matanga ya Jirongo. Huyu mheshimiwa huyu. Mnajua nilikuwa Osiri kwa sababu ni Mheshimiwa Karoli Omondi alinitumia mimi na familia yangu samaki ya kukula wakati nilikuwa pale Osiri Beach mwaka uliopita huu. Ule mwaka mwingine nilikuwa mahali inaitwa Rusinga Island Lodge, a very beautiful place. Ile ingine nilikuwa mahali inaitwa Governors Camp pale Mfangano. It is one of the most beautiful places in the country. Na wewe unajua mimi na baba, especially Raila Odinga alikuwa anasema potential ya Homa Bay iko katika sisi kuinua miundo msingi pale Homa Bay. Kuna barabara ambayo baba alikuwa anaongea kila siku inaitwa Lake Victoria Ring Road. Mheshimiwa, kama nadanganya useme. Nataka nitoe ahadi hapa kwa watu wa Homa Bay. Hiyo barabara inaitwa Lake Victoria Ring Road. Ile mliona mkasema Homa Bay inakaa Yemen. Serikali ya Linda Mwananchi kwa heshima ya Raila Amolo Odinga ndio tajenga hiyo barabara. Sisi ndio tutafanya hiyo kazi. Kwa sababu hao hawajui the beauty of Homa Bay and the warmth of the people of Homa Bay. They don't know it. They are just 2 or 3 people. Na nataka niwaambie watu wa Western na watu wa Kakamega muelewe kwa nini walifanya hiyo kitendo. Wanafanya hiyo kitendo kwa sababu ya uoga. Uoga. Walikuwa wanadanganya William Ruto kwamba Kisumu ni tuta. Siku ile sisi tuliingia pale Kisumu, watu walikuwa wanapeperusha kidole moja namna hii. Sasa wanaogopa tukiingia katika hii maeneo, watajua kwamba huko kwote hakuna kura ya Kasongo, ni one term Homa Bay mzima. So, nyinyi msiwe na wasiwasi, msiwe na wasiwasi. Demokrasia ambayo tulifunzwa na baba inatuambia kwamba lazima tutembee kila mahali. William Ruto siku hizi sijui shida yake ni nini. Kazi yake ni kukaa akizunguka tu anasikia Sifuna alisema nini leo, acha nijibu yeye. Mheshimiwa William Ruto, nataka nirudie hapa Kakamega. Wewe ulijikuta kwa uongozi, uliingia State House ukiimba slogan. Uwezi kutuambia hustler si slogan. Bottom up ilikuwa slogan. Ulidanganya wananchi. Ulikuwa unaenda ukisema uongo hapo, uliambia watu wa bodaboda ya kwamba ukiingia kwa serikali watatoka kwa bodaboda waingie kwa taksi. Alisema hakusema? Uongo wa wazi. Alisimama wakati moja akaita kina mama wote wa Kenya ati anaandikisha kitu inaitwa Women's Charter kwa serikali yake, kina mama watapewa nusu bin nusu. Alifika hakufika? Alifika. Alifanya hiyo kazi? Uongo wa wazi. Huyu Mheshimiwa William Ruto
alisimama akaambia vijana wetu ya kwamba atawapea pesa ya biashara bure. Alipoingia Hustler Fund ile alikuwa anasema itakuwa grant, akageuza ikakuwa loan. Sasa Mheshimiwa William Ruto, nataka ujue, sio lazima udanganye wananchi ndio wakupende. Sio lazima udanganye wananchi ndio wakupatie kura. Nimemuona juzi usiku anatusumbua akipigia watu masimu ati kusema ati vile SHA inafanya. Mimi nataka kuomba Mheshimiwa William Ruto, wewe ulituambia sisi tukitozwa pesa zaidi ziende kwa SHA, mambo ya harambee ya kuchangia watu wetu kwenda hospitali itakoma. That was the promise of universal health coverage. Nasikia ulikuanga pastor. Nataka William Ruto ubebe Biblia, utangaze mbele ya nchi kwamba harambee za kuchangia watu hospitali zimeisha. Zimeisha ama bado? Bado mnachanga kupeleka watu hospitali? Sasa wewe unatuambia ulikuwa unaeneza Injili. Tunataka ushike Biblia utuambie harambee Kenya hii zimeisha. Hata wiki ambayo imepita tulikuwa tunafanya harambee ya mili ambazo zimeshikwa kule Kenyatta University Hospital ya kutoa watu wetu kwa mortuary. So wewe William, wacha uongo bana. Na watu wamesha kugundua. Sisi kama hiyo uongo ndio unaita plani yako, sisi tunataka kukuambia plani yetu ni moja tu. Plani yetu ni uende nyumbani. Wewe, you are the biggest problem in this country. Na sisi tutaambia wananchi wetu ukweli. Hapa Western huwa tunasema ni afadhali unichukie kwa ukweli kushinda tupendane kwa uongo. Hatutaambia wananchi wetu ukweli. Na ukweli wangu ni huu: tunapoingia katika serikali kama timu ya Linda Mwananchi hii, tutarudisha Kenya hii yetu kwa reli ya demokrasia. Si mambo ati mtu anaandika kitu ambayo upendi kwa Facebook kama Twitter unamtumia masubaru vile ulituma polisi wachukue kijana Homa Bay. Ule alikuwa anaitwa Albert Ojwang, mkaenda mkapiga yeye mkaua kwa sela. Nataka wananchi wa Kenya wakuwe huru kufanya mambo yao bila kuingiliwa na serikali. Tunataka tutawaliwe chini ya utawala wa sheria. Si yake ya mambo ni matatu ati mkikosana na yeye anakusafirisha mpaka Sayuni. Father. Kusema ukweli father, mtu ambaye ako na nguvu ya kutuita vile ambavyo ameita Mama Gloria ni Mwenyezi Mungu peke yake. Haiwezekani ati Ruto anatuambia ati kama hatusikizani na yeye ati atatusafirisha tuende Zayuni. Vijana nataka muelewe, hakuna mwekezaji anaweza weka hapa mradi yake ati awapatie kazi kama serikali haitawaliwi chini ya utawala wa sheria. Kama rais ndio wa kwanza, mtu akiweka mradi yake hapa anakuja kuitisha pasenti yake, nani ataweka vitu yake hapa? Ananunua shamba aweke mradi, anaambiwa title ni 3. Moja iko na Khalwale, ingine iko na Sifuna, ingine iko na Ruto. Ukienda kotini wanahonga yule judge ambaye anakata kesi. Na hata ukishinda wanakuambia hiyo ni karatasi, tunatuma vijana ndani ya shamba yako wanakunyang'anya mali yako. Hakuna mwekezaji ataweka mradi yake katika nchi ambayo inafanana namna hiyo. So mimi nataka wajue manifesto yetu kama Linda Mwananchi ni katiba ya nchi ya Kenya. Na kazi yetu ni kuhakikisha kwamba katiba hiyo inatekelezwa vilivyo. Mwisho kabisa, nimesikia Mheshimiwa Malala hapa akiambia Khalwale ati sijui aniwachie sijui party leader. Unajua, nataka watu wetu mnielewe. Mahali tumefika, a big part of what the success that we have achieved ni kwa sababu watu wanatudharau. Sijui kama mnanielewa. Jamaa wanakaanga wanaangalia vijana, wasema hawa ni watoto kwa siasa, hawajui ile kitu wanafanya. Yaani kwa akili yako tu unakaa tu na unafikiria Sifuna hana chama. Kaangaliwa, hata kama mmetudharau, hii siasa tumefunzwa na profesa wa siasa mwenyewe Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo mimi nataka watu wetu mutulie tu. Hii fujo mnaona hii ati wanakazia registrar kutupatia sisi brand yetu, kwa sababu ni sisi tumejenga hii kitu inaitwa Linda Mwananchi. Lakini nataka niwaulize ndugu yangu, kwa kimombo wanasema a rose by any other name will still smell as nice. Nirudie kwa Kiluya nani translator mzuri hapa anaweza kusema hii mambo kwa Kiluya?
Haijalishi jina gani unaweka, wananchi are looking for credible leadership, watu ambao wanaaminika. Baba yangu wa kisiasa Mheshimiwa Raila Odinga, hata angetoka ODM tungetoka na yeye, ama hamjui? So the people are looking for credible leadership. A name is just a name. Wakifunga milango zote, tutakuja hapa tuseme tent party of Kenya, ama maua party, ama nyasi party, lakini nyinyi mnafuata viongozi wenu, si ndio? So Mheshimiwa Malala, wewe tulia tu, na sijui kwa nini unafocus sana na mambo ya Linda Mwananchi, na wewe ni deputy party leader wa DCP bwana. Wewe fanya hivi Omwami. Mimi nakuomba tu kwa heshima Mheshimiwa Malala, wewe panga mambo ya DCP, wacha sisi tupange mambo ya Linda Mwananchi. Tutapatana mbele kwa meza, si ndio? Tutapatana mbele. Naam. Alafu Mheshimiwa Wamalwa, nikimaliza, hawa viongozi wote wa mkoa wa Magharibi, Mheshimiwa Wamalwa, nataka niseme hapa, mimi ni mtu na kuheshimu, na unajua mimi na Mheshimiwa Wamalwa tunazungumza kila wakati, kwa sababu nilisema hii siasa ni ushawishi. Hakuna mtu atalazimisha Mheshimiwa Wamalwa aunge Sifuna mkono, haiwezekani. Lazima tumshawishi. Kushawishi kwa kizuka ama kidaho, unasemaje? Kuolite. Hii kitu ni kama kuongea na dem, hauwezi mlazimisha bana. Naambia wewe, angalia hata hii mwili vile iko nini, sikupei kitu mbaya. Na pia kanoti niko nako kidogo, kama unataka kwenda out nini vitu tunaweza panga, si ndio? Vijana muko, huwezi lazimisha bana, lazima uongee. Mheshimiwa Wamalwa, kwa heshima ambaye niko nayo kwako, kwa heshima ya familia yako na historia ambaye familia yako iko nayo na mchango wao katika kustawisha demokrasia yetu, mimi nitachagua ushawishi. Tutakaa na huyu Mheshimiwa Wamalwa ndio ajue yeye akipata Sifuna amepata, na Sifuna akipata Mheshimiwa Wamalwa amepata. Si namna hiyo? Nataka nikomee hapo, nitoe pole za Mheshimiwa Natembea, yuko njiani, alikuwa amesema niongee mpaka mchoke ndio afike, lakini naona nikomee hapo kwa sababu alikuwa na mazishi moja. Ati niendelee? Kuna nini sijasema? Kuna nini sijasema? So so wanasema hawa watu wa kamera hawa wamewazuia, hawanioni vizuri huko nyuma. Munaniona vizuri? Munaniona vizuri? Na huku munaniona vizuri? Nataka nitoe ahadi yangu hapa ya kwamba huwezi pata support ya hii community yetu yote, hawa viongozi wote wa heshima kama Mheshimiwa Khalwale asimame aseme yako nyuma yako, alafu ati ugeuke nyuma. Mimi sigeuki na nyinyi musigeuke. Tunaelewana? Tunaelewana? Bora muko nyuma yangu, hakuna kitu tatisha sisi. Okay. Wanasema Natembea kwa karibu na wanajua yeye ni komando. So Khalwale wameniambia tujaribu tuone kama hawa vijana wanapiga kelele hapo wamejiandikisha kama wapiga kura. Father utanisamea tu. Father atanisamea, nikikosa sana nitapigia Bishop niombe msamaha. Nauliza nyinyi vijana, mjue kwamba ili tuweze kufaulisha hii safari lazima tujiandikishe kama wapiga kura. Vile Mheshimiwa Catherine Muma amewaambia hapa, kama kuna jamii imedharauliwa hii Kenya ni sisi. Huwa wanasema ati tuko na numbers lakini hatuchukui kura na hatujitokezi kupiga kura. Ili tuweze kupata ile heshima ya kisiasa, mimi naomba vijana wetu wote waweze kuchukua kura. Na kama kuna tashwishi lolote, mtu anakatalia vitambulisho vile Mheshimiwa Catherine Muma amesema hapa, mjue kwamba tuko tayari kuwasaidia ili kufungua hiyo shida. Na
tutatembea Kenya mzima. Mheshimiwa Khalwale, hatuwezi kushinda uchaguzi tukiwa peke yetu. Mheshimiwa Chute, nitafika Marsabit na wewe unajua, kwa sababu hata Marsabit tuna kura zetu. Tutaenda Mandera vile Paulina amewaambia. Hii weekend inakuja, hii tarehe 30 tutakuwa kule Meru na watu wetu. Wacha niwaambie, mtashangaa sana. William Ruto hana kura kule Meru na hawezi kutushinda kura kule Meru. Tutakuwa Meru, tutaenda Turkana, tutaenda Mandera, tutarudi Kwale, tuende Kilifi, tuende Tana River, kaunti zetu zote 47. Tuende kuomba kura kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027. Kama yuko karibu, amefika? Yes. Wacha tupatie Mheshimiwa Khalwale afanye kitu kidogo hapo, kwa sababu bado tuko kwenye ibada na mazishi, alafu tutaendelea na tembea akifika. Mungu awabariki wana Befwe. Asante sana for the support, asante for the love. Tuko pamoja. Basi sasa naomba tusikize eulogy. Eulogy ya bibi yangu ni fupi sana. Lisa Kamwenyi, come with your eulogy. Chap. What? Lisa ndio huyo anakuja. It's okay. Lisa, njoo tusomee eulogy. Huyu ni msichana wa Gloria. All of them? Yeah, you read from here. Don't read the tributes, huh? Oh. Just read from here. Up until... And I request to announce that people have blocked me with vehicles so we can't come in for barabara. I'm sure that's... Mama Gloria Khalwale was born on 27th April 1981 at Ngeria Hospital into a family that would nurture in her the values of humility, resilience, discipline, and service to others. She was born to William Songwa of the Bakumbu clan and Agnes Nasembi of the Tachoni clan. From her earliest years, Gloria grew up surrounded by family, culture, and strong community values that would later define the woman she became. Gloria began her education journey at Mwiba Primary School, where she studied from 1986 to 1990, before proceeding to Misihu Primary School, where she continued her studies up to Standard 8. Determined to pursue her education further, she joined Molo Township Secondary School, where she studied from Form 1 to Form 4. Her educational journey was a demonstration of perseverance and a desire to equip herself with knowledge and skills that would help her navigate life with confidence and purpose. After leaving school at Form 4, she went straight to marriage. Here they agreed that she defers going to college to focus on attending to her children. She remained a perfect mother and a husband working throughout a housewife. In 2001, Gloria entered a new and important chapter of her life when she was married by Senator Dr. Boni Khalwale. They were blessed with 8 children: Injin Kukaste Khalwale, Olivia Sabai Khalwale, Flavia Shimuli Khalwale, Gift Atubuha Khalwale, Melaiza Hamweni Khalwale, Velma Nasebanda Khalwale, Sonia Inuni Khalwale, and Maura Makatse Khalwale. Their marriage marked the beginning of a journey that would see Gloria stand beside her husband through the many seasons of public life. As Dr. Khalwale's political career grew, Gloria became an important pillar of the family, offering companionship, encouragement, and strength behind the scenes. Life in the public eye is never easy. It demands sacrifice, patience, and resilience, not only from leaders, but also from the families who stand with them. Gloria carried that responsibility with grace. To those who knew her closely, Mama Gloria was more than the wife of a prominent political leader. She was a mother, a wife, a daughter, a sister, a friend, and a woman who touched lives in her own quiet way. Her story is one of faith, family, resilience, and love. From her humble beginnings, through her education and working life,
to her marriage in 2001 and the years she spent building a family alongside Dr. Bonnie Khalwale, Gloria's journey was a testament to the strength of an ordinary woman who lived an extraordinary life. She has enjoyed normal health through her life until she developed a mild high blood pressure 10 years ago, which was very well controlled, requiring a visit to the doctor every 4 to 6 months. On 15th August 2026, she eventually joined her husband to sleep until 2 minutes to 6 the following morning, when the husband woke up to her cough, followed by a groaning sound. Upon switching on the lights, she was found gripping her chest and could not respond to her name. Suddenly, her eyes rolled and she collapsed with the husband's hands. She was rushed to Mukomu Hospital, where efforts of resuscitation failed, with doctors pronouncing her dead thereafter. Her life may have been cut short, but the love she gave, the memories she created, and the lives she touched will continue to speak for her. Thank you. Thank you very much everybody. Sasa naomba padri utupatie ruksa tupeleke mama nyumbani, na nyinyi wageni wetu wote msikisumbue. Lunch tunakula at Malinya Primary School. Ukisha kamata unatujoin huko nyumbani. Padri akishaenda tunaanza kula hiyo vitu ya watu wa Malinya. Asante. Haya, asante. Nimeelekeza kwamba tafadhali wakati ambapo tunaruhusu mwili wa Mama Gloria uweze kusafirishwa nyumbani, tunaomba kwamba tuweze kufungua barabara ili kwamba tuweze kuruhusu mapadri pamoja na mwili wa mama na familia uweze kuelekezwa nyumbani kwa sherehe ya mwisho.